Giza nene la bahari lilitawaliwa na ukimya wenye mwangwi. Katika kina hiki ambacho hakijawahi kufikiwa na chombo chochote cha kibinadamu, mji wa Matumubawe uliokuwa na hadhi ya kifalme sasa ulionekana kama magofu yanayoashiria hadithi ya maumivu. Hapa ndipo yalipokuwa makazi ya walinzi wa kina, jamii ya nguva asilie ambao hawawezi kubadilika kuwa binadamu. Minara ya mji huu ilikuwa imevunjika nusu, makovu yaliyoachwa na vita kali iliyopiganwa siku chache zilizopita dhidi ya mahasimu wao wakuu, jamii ya wazururaji wa pwani, jamii ya nguva wenye uwezo wa kutembea nchi kavu wakitumia vidani vya siri. Na ukweli ni kwamba hii ndiyo vita iliyosababisha mawimbi makubwa yaliyopindua boti ya Alexander. Ndani ya hekalu kuu lililozungukwa na mwanga hafifu wa mimea ya baharini inayong'aa, malkia wa walinzi wa kina alikuwa akielea mbele ya kitanda cha magamba ya kobe alimolazwa Shani. Mtoto huyo mchanga hakulia, alikuwa akivuta maji puani na kuyatoa kama hewa, jambo ambalo liliwashangaza hata walinzi wa hekalu hilo. Kwenye mbavu yake ya kushoto, lile kovu alilozaliwa nalo lilikuwa likitoa mwanga mwekundu unaowakawaka kama jinsi mapigo ya moyo yanavyopiga. Jemedari mkuu wa malkia, nguva wa kiume mwenye misuli iliyoshiba na makovu ya vita usoni mwake, alielea na kusogea karibu. Alishika mkuki wake na mkono mmoja na kuinama kwa heshima. Jemedari Kale: malkia wangu, majeshi ya wazururaji wa pwani yamerudi nyuma kwa sasa, lakini wanajua tumempata. Wanajua mtoto yuko hapa. Hatuwezi kumlinda kwa muda mrefu bila nguvu ya kiini cha bahari ambacho yule mwanadamu alikichukua kutoka kwetu miaka 30 iliyopita. Malkia alimtazama Shani kwa jicho lenye huruma, lakini lililojaa dhamira ya kikatili. Hawataweza kutusogelea tukikamilisha ibada, Kale. Alexander alituibia kiini, akakitumia kujijengea ufalme wake wa nchi kavu, lakini alisahau kuwa nguvu ya bahari haiwezi kumilikiwa na mwanadamu bila kudai malipo. Kila mali inahitaji kafara. Nguvu ile iliingia kwenye damu yake. Mimba 8 za mke wake tuliziharibu kwa sababu hazikuwa na uwezo wa kubeba uzito wa nguvu yetu. Lakini huyu, malkia alinyoosha mkono wake wenye kocha ndefu na kumgusa Shani kwenye lile kovu. Mwanga mwekundu uliokuwa ukiwaka kwenye kovu la mtoto uliitika na kutoa mwanga mkubwa zaidi na kuangaza hekalu zima. Huyu ni chombo kamili. Ni kile tulichokihitaji. Alexander alifikiri anatengeneza mrithi wa kampuni zake, lakini alikuwa anatutengenezea daraja letu la ushindi. Huyu mtoto ni damu ya mwanadamu na roho ni ya bahari. Yeye ndiye pekee atakayeweza kuvuka mipaka ambayo sisi tunashindwa kuivuka bila kuhitaji vile vidani vya maadui zetu. Malkia alianza kuzungusha mikono yake akinena maneno kwa lugha ya kale ya baharini. Maji yalianza kuzunguka kwa kasi tanda cha Shani. Mwanga ukaanza kutoka kwenye macho ya malkia na kuingia moja kwa moja kwenye kovu la Shani. Ghafla, mtoto huyu alifumbua macho. Macho yake hayakuwa meusi tena kama ya binadamu, yaligeuka na kuwa ya bluu inayong'aa kama maji safi ya bahari. Kisha maajabu yakaanza. Ngozi nyororo ya miguu ya Shani ilianza kutoa magamba madogo madogo ya dhahabu yaliyojificha chini ya ngozi. Yalionekana kwa sekunde chache kabla ya kupotea na kurudi kuwa ngozi ya kawaida ya binadamu. Jemedari Kale kwa mshangao: anabadilika, lakini anabaki kuwa binadamu. Malkia wa nguva: ndiyo, kama nilivyokuambia, yeye ni silaha yetu. Hapa chini atakuwa nguva, lakini akikanyaga ardhi ya nchi kavu atakuwa ni mwanadamu wa kawaida. Atakuwa ndiyo macho na masikio yetu katika ulimwengu wa nchi kavu, kutafuta kiini kilichofichwa na Alexander, na wakati utakapofika atawaangamiza wale wazururaji wa pwani waliovaa miili ya kibinadamu na kujificha kwenye himaya ya baba yake. Kabla malkia hamaliza sentensi yake, maji yalitetemeka kwa nguvu. Kengele za tahadhari zilizotengenezwa na magamba ya chaza zililia kutoka nje ya mji. Mlinzi akiingia hekaluni kwa kasi: malkia, tumeshambuliwa. Wazururaji wa pwani wametuma kikosi maalum cha mauaji. Wako getini na wanaongozwa na mmoja wa majenerali wao wanaotoka nchi kavu. Tumeona amevaa kidani. Malkia aligeuka, macho yake yakiwaka kwa hasira ya kifalme. Alimbeba Shani mkononi mwake na kumkabidhi kwa Jemedari Kale. Mpeleke kwenye pango la machozi, ficha mapigo ya moyo wake. Nitaenda kuwapokea wageni wetu kwa lugha wanayoielewa. Tunarudi dunia ya nchi kavu. Mvua kubwa ilikuwa inanyesha katika jiji, matone yakipiga kwa nguvu kwenye vioo vikubwa vya ghorofa ya 50 ya jengo la AJ Company. Hili lilikuwa jengo la
kifahari linalomilikiwa na bilionea Andrea Johnson, mpinzani mkuu wa kibiashara wa Alexander. Ndani ya ofisi yake binafsi ambayo ilikuwa na ulinzi mkali na milango isiyopitisha sauti, Andrea alisimama akiangalia nje, akitazama bahari iliyochafuka kwa mbali. Alikuwa amevaa suti ya bei mbaya, lakini ndani ya shati lake alikuwa ameficha siri nzito kuliko utajiri wake wote. Andrea alilegeza tai yake, kisha akafungua vifungo viwili vya juu vya shati lake. Kwenye shingo yake kulining'inia kidani cha ajabu kilichotengenezwa kwa jino la nyangumi wa kale na kuzungushiwa madini yanayong'aa kwa rangi ya kijani kibichi. Huu haukuwa urembo, ilikuwa ni nanga yake ya kuendelea kuwa mwanadamu. Alikishika kidani hicho kwa vidole vyake. Ghafla, mshipa wa damu kwenye shingo yake ulivimba na kutoa rangi ya bluu, na kwa sekunde chache, ngozi ya shingo yake ilipasuka na kuonyesha magamba magumu ya samaki kabla ya kurudi kuwa ngozi ya kawaida. Andrea alihisi maumivu makali, akavuta pumzi kwa nguvu. Kuishi nchi kavu kulikuwa kunamchosha, lakini alikuwa na dhamira moja tu: kurudisha kiini cha bahari na kuiangamiza jamii ya walinzi wa kina. Ndiyo, bilionea Andrea Johnson hakuwa binadamu. Alikuwa jenerali mkuu wa jeshi la wazururaji wa pwani. Andrea alitembea polepole hadi kwenye aquarium, sanduku la kioo la kufumbia samaki kubwa iliyokuwa ofisini kwake. Aquarium hii haikuwa na samaki, bali ilijaa maji ya chumvi tu. Aliingiza mkono wake wa kulia ndani ya maji hayo. Maji yalianza kuchemka bila moto, yakatoa mwanga mweupe, na sura ya mmoja wa askari wake wa chini ya bahari ikaanza kuonekana kwenye uso wa maji kama kioo. Sauti ya askari kutoka kwenye maji: tumeingia kwenye mji wao, tumefika kwenye hekalu kuu, lakini tumeshindwa kumpata mtoto. Malkia wao amemtorosha, lakini tumepata uhakika mtoto yule ndiye kila kitu. Ana damu kama yetu na anaweza akawa ni zaidi ya sisi tulivyo. Andrea alikunja uso kwa hasira. Maji kwenye aquarium yakatetemeka kufuata hisia zake. Wajinga! Mmeshindwa vipi kumkamata mtoto mchanga? Sikilizeni kwa makini. Alexander ameficha ile hazina mahali fulani nchi kavu, na yule mtoto ndiye ufunguo wa kuipata. Tukiwa na mtoto, tutakuwa na nguvu ya kuwamaliza walinzi wa kina milele na kuitawala bahari yote. Endeleeni kusata. Alitoa mkono wake haraka, maji yakatulia. Alichukua taulo dogo na kujifuta mkono ambao kwa sekunde chache ulikuwa umeota utando kama wa bata kwenye vidole, kabla kidani chake hakijaurudisha kuwa mkono wa binadamu. Akiwa anatafakari, simu yake ya mezani iliita. Alipokea. Sauti ya msaidizi wake: Bwana Andrea, nina taarifa kutoka hospitali kuu. Waandishi wa habari wamethibitisha kuwa Alexander amemwona binti yake Shani. Inasemekana yuko salama. Andrea alikata simu ghafla na kuanza kucheka. Kicheko chake kilikuwa cha dharau na cha hatari. Alijua fika kuwa boti ya Alexander ilivyopinduka, Shani halisi alichukuliwa na kupelekwa chini ya bahari. Hivyo mtoto aliyepo hospitalini hakuwa Shani. Andrea Johnson akiongea peke yake. Alexander, wewe ni mjanja sana, lakini unacheza mchezo usioujua. Umeokota mtoto feki kuficha aibu yako na kulinda hisa zako, sio? Sawa, wacha nikutembelee nikubane mbavu, tuone utaficha mpaka lini. Saa moja baadaye, katika makao makuu ya Alexander Enterprises, hali ilikuwa ya wasiwasi. Alexander alikuwa amekaa ofisini kwake akishika kichwa. Siri ya kumtengenezea kovu mtoto yule hospitalini ilikuwa inamtafuna. Mkewe Maya alikuwa amemkumbatia yule mtoto na kuamini ni Shani. Lakini mpaka lini? Na maswali ya Detective Mark kwa silaha zilizotoboa boti yake yalimkosesha usingizi. Mlangoni, Secretary Catherine aliingia akiwa na uso wa hofu. Boss, Andrea Johnson yuko mapokezi. Anasema amekuja kutoa pole binafsi. Alexander alisimama. Alijua Andrea si mtu wa kutoa pole, alikuwa ni mchochezi anayetaka kuona udhaifu wake. Mruhusu aingie. Andrea aliingia kwa madaha, huku akitabasamu, huku akiangalia ofisi ile kubwa ya Alexander. Alisogea mpaka mezani. Alexander, rafiki yangu, au niseme mshindani wangu. Nimekuja kutoa pole kwa msiba wa ajali, lakini zaidi, nimekuja kukupongeza. Vyombo vya habari vinasema binti yako mchanga amepatikana akiwa hai baada ya kukaa baharini siku 2.
Huu ni muujiza mkubwa sana bila shaka. Inabidi umshukuru Mungu kwa hili, au niseme miungu ya bahari. Neno miungu ya bahari lilimchoma Alexander, lakini alificha hisia zake. Asante sana Andrea. Ni kweli ni muujiza. Ninaamini umemaliza haja yako ya kutoa pole. Andrea akiegemea meza ya Alexander, akimwangalia usoni kwa umakini. Mimi sina haja ya wawekezaji wako Alex. Mimi natafuta ukweli. Unajua, nina marafiki wengi wa pwani, wavuvi, wataalamu wa bahari, wananiambia dhoruba ile haikuwa ya kawaida, na inashangaza sana jinsi mtoto mchanga anavyoweza kunusuru kwenye ghadhabu ya bahari. Je, una uhakika huyo uliyemkuta ni binti yako kweli? Alexander alihisi moyo wake ukilipuka, mapigo yake ya moyo yaliongezeka. Andrea alijua vipi? Je, alikuwa anabahatisha tu ili kumchanganya? Alexander, kwa sauti ya onyo na kujiamini. Hii ni damu yangu, na yeyote anayehoji halo atapambana na mimi binafsi. Usivuke mipaka yako Andrea. Andrea akitabasamu huku akigusa kidani chake shingoni. Sijavuka mipaka bado, lakini kumbuka Alexander, ulichochichukua baharini miaka 30 iliyopita, bahari itakidai ili kirudi. Haitajali una pesa kiasi gani. Lindeni huyo binti yako vizuri. Andrea aligeuka na kuanza kutembea kuelekea mlangoni. Kabla hajatoka, alisimama. Nilisahau. Nitaandaa hafla fupi wiki ijayo kusherehekea kupona kwa familia yako. Natarajia utamleta binti yako na mkeo. Ulimwengu unataka kumuona huyu mtoto wa muujiza. Ukiwa na udhuru, watu wataanza kuhisi unaficha kitu. Mlango ulijifunga. Alexander alibaki amesimama, akihisi joto kali likipanda mwilini mwake. Andrea alijua kitu, sio tu kuhusu mtoto feki, bali alitaja kitu cha miaka 30 iliyopita. Siri ambayo Alexander aliizika ndani ya roho yake na kuiapia kutowahi kuisema kwa mtu yoyote. Siri ya kiini. Ghafla, simu binafsi ya Alexander, ambayo huita tu kwa dharura maalum, iliita. Ilikuwa ni Daktari Silas kutoka hospitalini. Daktari Silas, kwa sauti ya kutetemeka. Alexander, kimbia, njoo hospitali haraka sana. Kuna jambo la kutisha limetokea. Yule mtoto mchanga, lile kovu tuliomwekea leo asubuhi, limeanza kuoza kwa kasi ya ajabu na kutoa harufu ya bahari. Ngozi yake inakataa kovu lile.